Bwana, karibu Kipua Media. Leo tunadondoka na mzigo mpya unaitwa Kilio. Tuna moja kwa moja. Tunaanza na siku nzuri na siku ya kipekee iliyokuwa kwa kijana wetu Juma. Siku ya harusi ya Juma. Ndio siku ambayo maisha yake yalibadilika kabisa. Juma alikuwa amevaa suti nyeusi safi akiwa amesimama nje ya kanisa. Alipokea wageni kwa tabasamu na furaha tele sana. Wageni walikuwa wakiingia na walikuwa wakitamani kushuhudia ndoa yake. Ndio ilikuwa siku ile. Juma alipokea simu kutoka rafiki yake. Alipoangalia kwenye simu ilikuwa ni rafiki yake akimpigia. Juma alipokea simu hiyo kwa haraka sana, akiwa bado na tabasamu lile usoni, lakini tabasamu lilo lilipotea mara baada ya kupokea simu hilo tu moja kwa moja. Ilikuwaje? Tuna moja kwa moja. Simu ilisikika, rafiki yake akimwambia kwamba kama unampenda kweli huyo msichana usiingie kanisani bado kaka. Moyo wa Juma ukaanza kujiuliza na kupiga kwa kasi sana. Alijaribu kumuuliza rafiki yake kwa nini siingie, lakini simu ilikuwa imeshakatwa mara muda anamuuliza. Hapo ndipo hali ya furaha ilianza kubadilika. Furaha aliyokuwa nayo Juma ilibadilika na kuwa wasiwasi muda ule alipopokea tu ile simu. Juma aliondoka polepole kutoka kwenye umati wa watu, akianza kumtafuta rafiki yake wapi atakuwa. Lakini kabla hajampata rafiki yake aliyokuwa kumtafuta, alisikia sauti za vilio zikitoka kwenye chumba cha bibi harusi. Kilio cha mtu kilichokuwa kinatoka ndani ya chumba cha bibi harusi. Miguu yake ilisimama, uso wake ukabadilika ghafla. Juma alijiuliza kwa nini analia wakati hiyo ndo siku yetu ya furaha. Juma ilibidi asogee polepole kuelekea mlangoni mwa bibi harusi. Kila hatua yake ilikuwa ni nzito kuliko ya awali. Kilio kilikuwa kinaendelea kikiwa na maumivu ya ajabu sana. Alisogea karibu zaidi, akaweka sikio lake mlangoni, na hapo ndipo aliposikia kitu kingine, sauti ya mwanaume iliyomshtua Juma sana. Moyo wake ulipiga kwa nguvu zaidi na kujiuliza, huyu mwanaume ni nani na anafuata nini kwenye chumba cha mpenzi wangu sasa hivi? Alisikia maneno akisema, huwezi kufanya hivi leo. Sauti hiyo ilisikika kwa chini lakini kwa ukali sana. Juma alisimama na akasikia ule ukimya utawala ghafla. Alisikiliza kwa makini. Ndani ya chumba cha bibi harusi wake alikuwa akianza kulia. Bibi harusi akisema, naomba tafadhali, hii siyo sahihi, alisema kwa sauti ya chini sana. Kwa sekunde chache kila kitu kilionekana kusimama. Maswali yakaanza kujazana kichwani mwa Juma. Ni nani huyu mwanaume na kwa nini yupo ndani ya chumba cha bibi harusi wangu? Siku ya harusi ya Juma hiyo ndio vitu vilipoanza kubadilika kabisa. Mikono yake ilianza kutetemeka. Alitaka kufungua ule mlango lakini akaacha. Badala yake akaamua kusikiliza zaidi. Na kile alichokisikia baada ya hapo ndicho kilichobadilisha kila kitu siku ile. Alisikia maneno wakiongea kwamba unajua huwezi kuolewa naye. Yule mwanaume alisema, kwani ukweli utajulikana tu hata ukiolewa naye. Moyo wa Juma ulidunda sana. Ukweli gani? Akijiuliza moyoni. Ndani ya chumba bibi harusi wake akasema kwa sauti ya chini, nilikuwa natamani kumwambia lakini siwezi. Hapo ndipo macho ya Juma yalianza kujaa machozi. Aligundua kuna kitu kikubwa sana kimejificha. Na leo ndo siku ya ukweli kufichuka. Juma alirudi nyuma polepole, akatoa simu yake, na hapo ndipo aligundua kitu kingine cha kutisha zaidi. Kulikuwa na ujumbe mpya kutoka kwa namba isiyojulikana. Alifungua ujumbe huo kwa mikono yake ikitetemeka, na alichokiona kilikuwa cha kustajabisha na kutisha sana. Kilimfanya asimame kama sanamu. Ilikuwa ni picha ya bibi harusi wake akiwa karibu na mwanaume mwingine huku akipigwa busu. Bali kwa ukaribu ule ulimwachia sana maswali Juma, na alijiuliza kwa nini hii busu? Dunia yake ilianza kuzunguka. Hii haiwezi kuwa kweli, lakini ushahidi ulikuwa wazi. Na kabla hajachukua hatua yoyote, mlango ulifunguliwa ghafla. Mwanaume mmoja akatoka nje, akasimama mbele ya Juma, akamwangalia moja kwa moja machoni, kisha akatabasamu kwa dharau sana na kusema, karibu shemeji. Na hapo ndipo ukweli ulianza kujitokeza, kwamba harusi ya Juma haingemalizika kama ilivyopangwa. Na kisha usikose sehemu ya pili. Bonyeza alama iliyoandikwa subscribe hapo chini. Tuende pamoja Kipua Media, jumba la filamu. Sehemu ya pili hivi karibuni.